Katika Agano Jipya, sote wenye Roho Mtakatifu tunaweza kutoa unabii au tunaweza kutabiri. Unabii ni kitu gani? Unabii ni uwezo wa kujua mambo yaliyopita, mambo yaliyopo na mambo yanayokuja, mambo yajayo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini si kila mtu ambaye anatabiri ni nabii. Si kila mtu ambaye anatoa unabii ni nabii, kwa sababu kuna viwango vitatu vya unabii ambavyo natamani nikufundishe siku ya leo. Viwango vitatu vya unabii. Kiwango cha kwanza, karama ya unabii. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 10, Biblia imeeleza kuhusiana na karama za Roho Mtakatifu. Na katika sura hiyo kuna karama 9 za Roho Mtakatifu ambazo zimeandikwa hapo. Ikiwepo uponyaji, ikiwepo karama ya neno la hekima, ikiwepo karama ya miujiza, zikiwepo karama za kupambanua roho na karama nyingine, lakini karama mojawapo ambayo imeandikwa ni karama ya unabii. Kwa hiyo kiwango cha kwanza cha unabii ni karama ya unabii. Mtu yeyote ambaye ana karama ya unabii anaweza kutoa unabii. Na katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza anatuambia kwamba ufuateni upendo na kutaka sana karama za Roho. Karama za Roho Mtakatifu huwa hazipatikani vivi. Mtu ambaye anazitaka sana, anatamani sana, anaziomba sana, anazisoma sana, ndiye mtu ambaye anazipokea karama za Roho Mtakatifu. Lakini anatuambia ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Kuhutubu ni kutabiri. Ukisoma Biblia ya Kiingereza utaona limeandikwa neno prophesy. Mpate kutabiri. Kwa hiyo katika karama 9 za Roho, Biblia inatuambia kuwa karama ya unabii ni karama ambayo niseme ni ya umuhimu zaidi, lakini ni karama ambayo Biblia inatushauri, inatuhamasisha tuitake sana karama hiyo. Na Biblia pia imetueleza kuwa kuna tofauti za karama, lakini Roho huwa ni yule yule. Lakini pia kuna tofauti za huduma, lakini Bwana ni yule yule. Lakini pia kuna tofauti za utendakazi, lakini Mungu ni yule yule. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatoa karama. Kristo au Yesu anatoa huduma. Na Mungu au Baba anatoa utendakazi. Kwa hiyo ukihitaji karama, muombe Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayewapa watu karama. Na Roho Mtakatifu atakuachilia karama ya unabii. Lakini mtu mwenye karama ya unabii sio nabii. Namba 2, mazingira ya kinabii. Kwa mfano, mtu akiingia katika ibada au katika kuabudu au akikaa katikati ya manabii. Ukisoma katika Agano la Kale utagundua kuwa manabii walikuwa wana vyuo au walikuwa wanatembea pamoja. Na kuna mfano mzuri kabisa wa Sauli. Sauli baada ya kukutana na Samueli, na Samueli akamwombea, akamuelekeza aende kwa manabii, kwa wale wana wa manabii. Alipofika kwa manabii, ile roho ya manabii ilimuingia na yeye Sauli akaanza kutabiri. Kwa hiyo kiwango cha pili ni mazingira ya kinabii. Ukiwa karibu na nabii, ukiwa kwenye mazingira ya Roho Mtakatifu, unaweza kutabiri, lakini bado haikufanyi kuwa nabii, lakini unakuwa umetoa unabii. Kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 11 kuanzia mstari wa 25 utagundua kuwa Mungu alimwambia Musa awaite watu wenye hekima 70. Na Musa alipowaita wale watu, Musa alipoenda kuongea na Mungu, Mungu alichukua roho iliyokuwa ndani ya Musa akaihamisha iingie ndani ya wale watu 70 ambao walikuwa ni wazee 70
ambayo kazi yao ilikuwa kumsaidia Musa kazi ya kuwatawala wana wa Israeli. Lakini ile roho ilipotoka ndani ya Musa, ni kweli ilitua ndani ya wale watu 70, na wote walianza kutabiri. Wote 70 walianza kutabiri. Lakini inawafanya wawe manabii? Hapana. Ni ile roho iliyokuwa ndani ya Musa, na pale imeandikwa kuwa walianza kutabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Ina maana walitabiri kwa sababu ya yale mazingira yaliyokuwa yamewazunguka. Kwa hiyo ukikaa karibu na manabii unaweza ukatabiri, lakini bado haijakufanya kuwa nabii. Hicho ni kiwango cha pili cha unabii. Kiwango cha tatu ni huduma ya nabii. Waefeso sura ya 4 kuanzia mstari wa 11, Biblia inaeleza kuhusiana zile huduma 5. Inamwandika mtume, inamwandika nabii, inamwandika mwalimu, inamwandika mwinjilisti, inamwandika na mchungaji. Kwa hiyo katika zile huduma 5, mojawapo ni huduma ya nabii. Hiki ndio kiwango cha tatu cha unabii, huduma ya nabii. Nabii anaweza kutoa unabii. Nabii ni mtu aina gani? Nabii ni mtu ambaye anaelewa sana mambo ya rohoni. Paulo anawaambia Wakorinto, kama kuna mtu ni nabii, basi atayaelewa mambo ninayowaandikia ninyi. Ataelewa mambo ya rohoni. Nabii ni mtu ambaye ana uwezo wa kuelewa mambo ya rohoni. Ana uwezo wa kuona maono, ana uwezo wa kutafsiri ndoto. Na kama nilivyoongea mwanzo ni kwamba Roho Mtakatifu anagawa karama, Yesu anagawa huduma, na Mungu ndiye anagawa utendakazi. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza akaamua kuwa nabii isipokuwa Yesu mwenyewe ameamua kumuita kama nabii.